Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa Kirangari TV. Siku ya leo nakuletea tena makala nyingine inayohusu ndege hatari ya kijeshi ya F-35. Ndege hii F-35 inayomilikiwa na jeshi la Marekani ni mojawapo kati ya ndege za hivi sasa ambazo ni ndege za kizazi cha 5, na ndege hii ya F-35 imekuja kuchukua nafasi ya ndege kama vile F-16 na F-22. Lakini ndege hii ya F-35 kimsingi imekuwa ndege bora kabisa kwa sasa na inachukua nafasi ya hali ya juu katika ulimwengu wa mapambano ya kijeshi. Ndege hii imeonekana kuwa na ufanisi na usahihi wa shabaha hasa katika operesheni zake za kijeshi. Ndege hii ya F-35 ni ndege ambayo inatumia teknolojia ya hali ya juu sana katika kuchukua picha, katika kufanya mashambulizi, katika kulenga shabaha zake, lakini vile vile wakati wa kusafiri kwake angani imekuwa ni ndege ambayo haionekani kirahisi kwenye rada. Ndege hii ya F-35 imeweza kuchukua nafasi kubwa katika ulimwengu wa mapambano, hasa inapokuja katika eneo ambalo mataifa yanayotumia ndege hizi za F-35 yanapohitaji kufanya mashambulizi, hususan mashambulizi ambayo yanahitaji ustadi wa hali ya juu, basi ndege hii ya F-35 imekuwa ni ndege ambalo ni chaguo la kwanza kabisa katika kufanya mashambulizi. Ndege hii inatumiwa na mataifa kadhaa ikiwemo Marekani yenyewe, lakini vile vile na washirika wa Marekani ikiwemo Israel. Hata kwa sasa katika vuguvugu hili la mashambulizi kati ya Israeli na Iran, basi nchi ya Israeli, jeshi la anga la Israeli limetumia sana ndege hii ya F-35 na kwa kweli imeweza kuleta mafanikio makubwa sana katika operesheni za kijeshi za jeshi la anga la Israeli. Basi sasa nitakuletea sifa chache zinazoihusu ndege hii ya F-35 hususan kwenye eneo la kiteknolojia. Tumeona jambo la kwanza kabisa, sifa ya kwanza tunaona stealth technology. Teknolojia iliyotumika kutengeneza ndege hii ni teknolojia ya hali ya juu ambayo inaifanya ndege hii kuto kuonekana kirahisi kwenye rada, na hii inatokana na kupunguza kwa engo mbalimbali kwenye ndege. Maana tunajua rada inavyofanya kazi, inafanya kazi kwa namna ambayo inahitaji kutuma mionzi, na ile mionzi inapogonga kwenye sehemu ambazo zinakuwa na engo, basi yale mawimbi yanarudi kwenye rada na hivyo kuweza kuonekana katika anga. Lakini kwa ndege hii ya F-35 imekuwa ni tofauti kabisa. Ni ndege ambayo haionekani kabisa ni ndege ambayo haionekani kirahisi kabisa kwenye rada. Lakini vile vile ndege hii ya F-35 imekuwa ni ndege ambayo katika ina sensa ambazo ni madhubuti kabisa katika kuchukua picha kwa engo kufikia nyuzi 360. Yaani ina uwezo wa kuchukua picha katika engo zote, pande zote. Nyuzi 360 maanake ni duara kamili. Kwa hiyo ndege hii imekuwa na ufanisi mkubwa katika kutekeleza mashambulizi, kutekeleza operesheni mbalimbali za kijeshi, kutokana pia na uwepo wa sensa ambazo zina ubora wa hali ya juu, zinatumia teknolojia ya hali ya juu katika kuchukua
picha ndege ikiwa angani. Lakini vile vile mfumo thabiti wa mawasiliano ni sifa nyingine ambayo inaifanya ndege hii ya F-35 kufanya operesheni zake za kijeshi na kufanikiwa kwa asilimia takribani 100. Ndege hii kutokana na mfumo thabiti wa mawasiliano ambao unaruhusu mawasiliano kati ya rubani na commanding center, lakini vile vile na ndege zingine inaifanya ndege hii kuwa mojawapo ya ndege bora kabisa duniani kwa sasa. Lakini vile vile ndege hii ina sifa nyingine za kipekee, ikiwemo sifa yake ya short distance take off, maana yake kuweza kupaa hata katika eneo ambalo ni eneo dogo. Kama tunavyofahamu, ndege inahitaji kukimbia kwanza chini. Ndege za kawaida zinakimbia kwanza chini kwa umbali wa takribani mita takribani 200 na kuendelea, ndipo iweze kupaa. Lakini ndege hii ya F-35 inaweza kupaa hata ikiweza kutembea kwa umbali wa mita chache, inaweza kupaa kutoka chini na kwenda angani. Lakini vile vile ndege hii imeonekana kuwa na ubora kinachoifanya kuwa bora zaidi pia ni uwezo wake wa kufanya kitu kinachoitwa vertical landing, yani kutua kwa kushuka taratibu, kama vile tunavyoona helikopta inavyotua katika maeneo mbalimbali. Helikopta inaweza kutua kwa vertical landing, lakini ndege hii pia nayo inaweza kufanya hii vertical landing, kitu ambacho ni nadra sana kuonekana kwenye ndege kutua kwa mfumo huu wa vertical landing. Lakini vile vile tunaona pia ina uwezo wa kufanya kitu kinachoitwa vertical takeoff, yani kupaa kutoka chini na kuinuka polepole, kuinuka kwenda juu, kitu ambacho ni nadra sana kuonekana kwenye ndege kufanya hii vertical takeoff ama kupaa kwa kutoka chini kwenda juu, tofauti na ndege zingine ambazo zinahitaji kutembea kwanza, kukimbia chini kwa umbali fulani na ndipo kuweza kupaa. Lakini ndege hii inaweza kupaa bila hata kufanya ile horizontal acceleration kwanza, yenyewe inaweza kupaa bila kukimbia kwanza kwenye ground, yenyewe inaweza kupaa kwa kunyanyuka moja kwa moja kwenda juu. Hii ni ndege ambayo kwa kweli kwa sasa imeonekana kuwa na ubora wa hali ya juu katika operesheni zake, kutokana na teknolojia ya hali ya juu iliyotumika katika kutengeneza ndege hii. Lakini twende kwenye eneo lingine la gharama. Ndege hii inagharimu dola za Kimarekani milioni 82.5 hadi milioni 102.1. Kwa hiyo ni gharama ya hali ya juu sana, ya kiwango cha juu sana katika kutengeneza ndege hii. Lakini vile vile kuoperate ndege hii na kufanya maintenance inahitaji gharama kubwa sana.